somo Injili ya kweli. Injili ya kweli tulioipokea kwa Yesu. Hicho ndio kichwa cha somo. Haleluya. Injili ya kweli tulioipokea kwa baba yetu Yesu. Haleluya. Tutaangalia kitabu hicho, Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3. Haleluya. Mtu mmoja asome. Amen. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Hapo. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa wale waliopotea. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Rudia tena hapo. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake. Kristo aliye sura yake Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe niko hapa tukisema injili imesitirika kwa wale waliopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini wale waliopotea? Kwa sababu sisi tumekataa mambo ya aibu. Tumekataa mambo ya uongo. Tumekataa mambo ya dhambi kwa ajili ya huyu Yesu. Haleluya. Amen. Lakini yule anayotenda dhambi na hawezi kuiona injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayopenda dhambi hawezi kuisikia injili ya kweli. Anataka injili yenye mapoozo, ambaye ataruhusiwa kunywa kapombe, ataruhusiwa kufanya uzinzi, ataruhusiwa kwenda kuchawia wengine, ataruhusiwa kufanya vitu vyote vya kishirikina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini injili ya kweli haijastirika. Haleluya. Injili ya kweli ipo. Inasema hivi kwenye Mathayo 10 sura ya 8 mstari wa 8. Inasema poozeni wafu, takaseni wakoma. Haleluya. Mmepewa bure, toeni bure. Hizo ndio injili Yesu alituachia. Lakini huyo mtu akiguswa atakuwa na kitu cha kumtolea baba yake. Haleluya. Fanya kazi kwanza, alafu heshima ya kazi ifuate. Lakini sio heshima ya kazi ije na kazi hujaifanya, itakuwa ni utapeli. Haleluya. Tunajifunza kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaongea lugha ngumu kidogo, ni ya kawaida. Biblia inasema takaseni wagonjwa, pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Mmepewa bure, toeni bure. Kwa heshima ya kazi inakuja baada ya kazi. Haleluya. Ndio maana Yesu ukimfuatilia sana kwenye vitabu vyake vya Injili, alikuwa akiwaponya watu, anaambia usimwambie mwenzako, nenda. Lakini utanyamaza? Huwezi, kwa sababu unasema huyu mwanaume ndio mwenyewe. Yaani nimeenda kwa madaktari bingwa wanaojulikana, KCMC, Tengeru, wapi wameshindwa, lakini nilikuja kwa Yesu tu, neno moja tu, akapokea uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamkumbuka yule mjakazi mmoja alikuwa anafanya kazi kwa bosi wake, akaambia, bwana, bosi wangu amelala na umwa sana, nimetamani kumleta lakini nimeshindwa, lakini naomba utamke neno moja tu, na hilo neno moja nitaenda kumwambia habari zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndio injili tunazozitaka leo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamtamkia neno, akasema, mama, sijaiona imani kama hii. Nenda, mgonjwa wako ni mzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio vitu kama tunavitaka. Injili ipo na itakuwepo, lakini wasikilizaji wa kuitafuta hii neema ni wachache. Ndio maana baba yetu Yesu anasema mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Watu wamejaa kila mahali, wanaitamani neema, lakini sasa wengine wamefungwa miguu yao, vifungo vimwang'ang'ania. Wengine wamefungwa, wanateswa na hizo mizimu za kwao. Wakija hapo wanasema sasa, nikienda kwa mashine atanisagasaga, maana kila kitu wanajua. Sio kile tunajua, ni kwa neema tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni neema tumepewa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiogopa kufunguliwa, utaendelea kubeba mizigo yako mpaka lini? Na kiati Yesu anatuambia, ileteni mizigo yote inaowasumbua, inaoelemea, itueni kwangu. Hizo ndio injili tunataka tusikie leo. Sio injili za biashara. Injili ya kweli inaingia ndani kwa mtu anasema, leo nimemuona Yesu. Si ndio? Hizo ndio injili. Kuhubiri, kila mtu anahubiri bwana. Kila mtu anaweza. Kwani kuhubiri ni nini? Si kila mtu anaweza tu. Si maandiko ananukuu anahubiri tu. Ndio maana hata waigizaji filamu wananukuu maandiko wanahubiri tu. Kwani wanamaanisha? Lakini inapokuja kumaanisha inakuwa kitu kingine. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi mnanielewa ninachokiongea? Amina. Ninaongea habari ya injili. Unajua hawa wapagani, hawa watu wa mataifa bado wako huko wameng'ang'ania. Si ndio? Hata ukifanyaje huwezi kuwamaliza wote. Lakini wala utapata neema ya kusikia, Mungu atawaleta. Amen. Mungu atawavuta, maana kila mtu ana saa na wakati. Amen. Ule wakati unaotaka wewe kumlazimishia inawezekana akawa sio wakati wake. Lakini wakati unaofaa ukifika, ule mtu anapokea kitu kwa Bwana. Ndio maana Biblia inasema kuweni tayari kuhubiri neno langu wakati unaofaa na usiofaa. Kwa wakati unaofaa utawapata wale walio tayari kwa wakati unaofaa. Na wakati usiofaa utawapata wale watu ambao walikuwa hawataki kuja kwenye neema. Lakini kuna mvuto wa kiroho unawasogeza karibu na wewe. Unasikia tu mtu anasema, mimi namkubali sana mtumishi wa magifti. Yaani hapo anaposali nitaenda tu. Mimi namkubali Mama Giro. Hapo anaposali na mimi nitakanyaga tu. Mimi namkubali Mama Tumaini. Pale anaposali na mimi nitaenda kusali. Kwa nini? Kwa sababu yale mafuta yanamgusu. Kwa sababu kwanza wanaangalia heshima yako ya kumtumikia Mungu. Unajua usione watu matako na wana akili. Wanazo. Wanaangalia kwanza, je, huyu mtu kaushinda uchafu fulani. Maana wale ni wapelelezi wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuchunguza hata wewe hujui kumbe unachunguzwa. Wanakufuata. Ngoja nikamsamee mpendo wa Magilo. Ngoja nisamee mpendo wa Magilo. Kumbe wenzako wanakuchunguza. Wajue ni kweli huyu mama ameokoka. Ni kweli anamwamini huyu Mungu anaomtamka kila saa. Ni kweli unapokuta anaomba ni kichaa au ni kweli roho ameingia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna kipindi unaanza, unajua maombi yanaanzaje? Yanaanza katika mwili. Sawa? Unaanza, Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Ghafla roho anaingia kwenye yale maombi. Anakuvusha sasa na kupeleka kiwango kingine cha rohoni. Sasa mtu wa nje akija anasikia wewe unalia, kumbe mwenzako uko faraga na baba yako aliye mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo kuna vitu lazima ukuchunguze. Ni kweli huyu mtu alikuwa anaomba, alikuwa analia. Sasa kama analia, amepigwa na nani? Unajua kuna kipindi Yesu anakuhubiria, unasikia furaha paka anakukumbusha mambo ya huko nyuma, unakamua machozi pasipo kupigwa na mtu. Yaani ile furaha ya kufunguliwa na aliye juu, unajikuta ni machozi yanatiririka. Unasema, Yesu, hakika umethibitika kwenye maisha yangu. Nimekutambua wewe ni wa thamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naambiaga marafiki zangu kwamba ikija swala imani sifanyaji masiara. Maana ninajua Yesu wangu aliponitoa.
nilikuwa mmoja wa mataifa kama Mtume Paulo, hata kama tuna tofauti ya mapito, lakini amenitoa sehemu ambayo sikustahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wanatolewa sehemu nzuri, kuna watu wanaokolewa sehemu nzuri, injili kama hivi inahubiriwa, wanavutwa na Mungu, wanakuja. Kuna sisi wengine tulikuwa makonkodi walioshindikana. Ushaona mtu anakataliwa mpaka na wazazi, wanasema huyu kama ameokoka kweli, Yesu ni mwanaume huyu. Yaani kama kanisa za kumchukua afungashiwe na kile tu akalale huko huko tu, huyo ni wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna watu walikataliwaga tu hivyo, na sisi tulikuwa watukutu. Shuleni ni watukutu, mtaani watukutu, kwa wazazi ni watukutu. Yaani siku nimeokoka watu wanashangaa sana. Kweli malaika akibadilika, wanasemaga mfumo ule, wanasemaga Kiswahili, shetani akibadilika anakuwa malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema shetani wanasema shetani akibadilika anakuwa malaika. Haleluya. Yaani nilikuwa nimeshindikana, shuleni kesi haziishi, mtaani kesi haziishi, nyumbani kila siku kupigwa, nyumbani kila siku ni shida. Wanauliza tu ni nani? Benny Bless. Tunajua sisi wenyewe tumechoka. Sasa nyinyi mnachoweza kufanya, fanyeni. Yuko kwenye mikono yenu. Lakini alikuja mwanaume Yesu akanyizoa kiulaini. Nilihubiriwa maneno malitu nikakamua machozi kikombe. Maana huyo mtu sijui Mungu alimgusaje, sijui. Alikuja akanihubiria tu maneno ya kimungu. Yakaingia nikaanza kulia. Nikalia. Nikamwambia lakini huyu Mungu unaonitajia, mbona kule nilikuwa na Saidi Luther sijamsikiaga? Kwa nini kuna Mungu wengi? Ni huyo tu. Kaambia wewe usitafute haya kujua. Tafuta kwa nini Mungu ana mpango na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambia unasali wapi? Kaniambia nasali Pentecost. Kesho nitakupitia. Nikaambia mimi naenda zangu Lutheran kwanza. Kaambia hapana, kesho hakuna kutoa mguu. Kesho nakupitia. Sasa unajua watu wa dini wanavonganaga madini yao. Yaani watu wangekuwa nalipwa kwa kupenda dini, tungekuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaa nasema sasa niende kwanza Lutheran yangu kwanza, alafu nikitoka ndo niende huko kwao. Mungu si ni huyo. Ile asubuhi najaribu kutoka miguu, kwani natoka sasa. Unajaribu kuitoa miguu inang'ang'aniwa. Akasema sasa hapa sawa. Akanipitia. Twende kufika kule. Nilichokutana nacho. Nikajua kweli Yesu ni Mungu. Mhubiri alikuwa ni mwinjilisti. Kalichora fimbo za kutosha kupitia neno. Unajua kuchora, yani ni fimbo, mtu Mungu anamfunulia vitu vyako ulivyokuwa unafanya. Pengine ulikuwa unafanya ulikuwa hujui maana yake ni nini. Nikapelekwa tangu na miaka 11, 15. Mhubiri anahubiri, lakini huko Roho Mtakatifu ananifunulia. Katengeneza. Akasema sasa, hii kitu nao niongelesha huku ndani ni kitu gani? Kwa nini nimekataa mambo ya aibu? Na haya anaongea ndani si ndio yale tu. Sasa nashindwa kutofautisha sauti ya Mungu na ya mwanadamu na ya shetani. Sasa na ndio hivi vitu vimewamaliza watu. Kwa sababu hawakai wakafundishwa neno. Wakisikia tu, nimeonyeshwa mtumishi mashine amekuja kwangu juu ya bati amenichawia. Wewe una hakika gani? Kazi ya shetani anafanya ameiga kwa Mungu. Mungu anaweza kuletea picha yangu mimi au picha mtu mwingine wa karibu na mimi, akimaanisha labda ni mtoto, anakuisha mtoto wa karibu labda wa jirani yako. Jirani yako siko karibu na wewe. Unaona anasumbuliwa na umo, kumbe hata sio mtoto wa jirani yake. Kumbe ni Mungu amekupa fumbo, ni mtoto wako. Kwa Mungu ana mafumbo na shetani anatumia hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ukisema injili imestilika, imesikwa wale waliopotea. Kwa maana ufahamu wao umefungwa na baba wa dunia hii. Lakini sisi hatujafungwa na baba wa dunia hii, tumewekwa huru. Ndio. Baba yetu akasema nendeni ulimwenguni mote mkahubirie mataifa.
injili ya kweli, injili sio mapoozo. Unasikiza neno alafu unapata na uponyaji. Unasikiza neno alafu unapokea na baraka zako. Unasikiza neno alafu unafunguliwa na mume wako na watoto wako. Unasikiza neno na biashara zako zinaenda. Unasikiza neno unaondoka na furaha, huzuni na magonjwa unaacha hapo. Hizo ndio kazi za kweli. Hiyo ndio injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii tunahubiriwa injili hata tuvielewe. Tumekuwa tu wafuasi kama wa Simba na Yanga. Watu washindwe kwa jina la Yesu. Miaka unaswaga miguu mpaka viatu vinaisha. Hata kubadilika hujabadilika, si ukimbie huko. Toka. Mwambie baba, nataka nionyeshe njia sahihi. Mbona nasikiaga umewaponya wengi, na mimi nataka uniponye. Amina. Nasikia umewafungua wengi, na mimi nataka unifungue. Amina baba. Nasikia umewabariki wengi, na mimi nataka unibariki. Amina. Hizo ndio injili za kweli. Sio mtu unaenda unakaa kanisani, umeenda msichana mpaka umekuwa mama mzee, hata ukuchumbiwa hauna, unapata wazinzi tu. Ndio maana kwaya nyingi zimeharibika, hawakai kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu hawajaandaliwa kwenye injili ya kweli, hawajakaa kujifunza neno la kweli, hawajakaa kunyenyekea na kujua Mungu anataka kufanya nao nini. Kwa wanajisahau, wanakuja wazinzi pale kwenye kwaya. Unaweza kuta wale ndo wanapiga kinanda, mtu ndo mwalimu wa kwaya anakuambia, nikwambie tunazini alafu tunatubu. Si imesemekana hivyo, mtu ukitubu unasamehewa dhambi. Umeona? Umeona roho za udanganyifu Kwa sababu wameshaoneshana matamanio. Wanakubaliana katika uharibifu wao. Yule ana mume wake, yule ana mke wake. Wamebadilishana. Wanaseswe sana. Ndio maana ndoa nyingi wapendwa zina migogoro leo. Yaani baba asipokuwa makini, mama asipokuwa lazima wabadilishiane tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawaponye watu wao. Amen. Mungu akawaguse watu wao. Mungu akawabadilisha hizo rozi wakimbie. Kwa jina la Yesu. Tunahitaji watumishi wa kweli, watoe injili ya kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Lazima tuwe tayari wakati unaofaa na usiofaa kuhubiri neno la Mungu aliye hai. Watu wana kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wana kiu ya kumtafuta Mungu, lakini sasa vifungo. Unajua unaweza ukawa unajiona unatembea ni mzima kibinadamu, lakini ukija katika ulimwengu wa roho, yani hiyo miguu sio ya kwako, imeshafungwa. Sasa na yule ng'ombe anavyomfunga kamba, anasema ngoja nimfungie kwenye mti. Na mwenzenu amefungwa hivyo hivyo. Ukiona mtu anakutukana ni kwamba yule mtu anatamani kuokolewa. Akutukani kwa sababu anapenda kutukanwa. Biblia inasema hivi, ukiona unatukanwa na mtu wa mataifa, unatakiwa umzae kiroho. Ukishindwa kumzaa kiroho, atakutukana mpaka ukome, utahama mpaka na mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekia mfalme, wakati wake wa ufalme, alipita mtu akawa anamtukana. Wakasema sasa kipindi hiki tunaongozwa na manabii. Sasa cha kufanya, wakachukua mashuka yetu yale ya zamani yale, yanaitwa manania, magunia, wakajivika. Lakini Isaya nabii akamtuma Mungu akamwambia, nenda kamwambie kijana wangu amechemka. Kijana anatukano sio kwa sababu sio kiongozi mzuri, kwa sababu anatakuwa na mafuta zaidi ya kuwazaa watu wa mataifa wabadilike, waingie kwenye neema. Amina. Jamaa kabisa abadilishe maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Tunaongelea injili ya kweli. Hii injili imevamiwa. Zinakuja vidini vya ajabu ajabu. Mara Mungu mtu, unaona Mungu mtu anaishi duniani. Yaani shetani anapita huko mpaka anaenda kuweka makao kwa binadamu. Anawaaminisha wengine kwamba yeye ni mwanamke Mungu.
Hakuna mwanamke Mungu hapa duniani. Hizo ni roho za mashetani illuminate. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko hapa kuhubiri injili ya kweli. Huu ndio ule urithi tulioachiwa na baba yetu Yesu. Enendeni ulimwenguni mote mkahubirie mataifa, si ndio? Injili ya kweli. Pozeni wafu, takaseni wakoma, fufueni wafu. Mmepewa bure, toeni bure. Hizo ndio injili za kweli. Kuna watu wanatakiwa wahubiriwe injili. Kuna watu wanatakiwa waponywe. Sasa wakuwaponywe na wakina nani? Kama sisi tusipojiweka tayari kwa ajili ya injili. Unajua kila mtu ana nafasi yake kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana nafasi yake kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Naomba mtu mmoja anisomee Zaburi. Zaburi 97 mstari wa 2. Kwa kitabu changu cha mwisho. Amen. Mawingu na giza yamzunguka, haki na hukumu ndio msingi wa kitu chake. 90 ngapi mtumishi wa Mungu? 97 mstari wa 2. 97 mstari wa 2. Wajese tena. Bwana Yesu asifiwe. Sorry, 96. Sorry. 96 mstari wa 2. Amen. Mwimbieni Bwana. Mwimbieni Bwana. Libarikini jina lake. Ibarikini jina lake. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbieni Bwana. Haleluya. Libarikini jina lake. Ndio, hizi ndio injili za kweli. Lazima tumwimbie Bwana. Yaani ile roho ya kumwimbia Bwana iumbike ndani yetu na kulibariki jina lake na kulitangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutangaza wokovu wake siku kwa siku. Hiyo ndio injili ya kweli. Yaani tukimaliza ibada, ukisikia ndani bado hujatosheka kuhubiri, unasema Baba Gift, leo hata kama nitao nitachukua. Twende mahali fulani. Mama Tumaini, leo hata kama nitao nitachukua. Twende mahali fulani. Muziki si tunao. Wacha tujiachie Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unautangaza wokovu wa Bwana siku kwa siku. Siku hadi siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ndio hivi vitu vinaumbika ndani. Unataka kuongezewa nini na Yesu? Basi na wewe lazima ujitoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukajitoa kwa pesa na pia unaweza ukajitoa na nafasi yako kwa ajili ya kumtukuza baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii ndio injili ya kweli. Ukiweza kufanya hayo,
kuna viwango Mungu anaongeza. Amina. Yaani kuna viwango Mungu anakuongezea. Unashangaa tu baraka zinamiminika kushoto kulia, kushoto kulia. Ukitoka tu nyumbani nasikia mtumishi, leo nimeguswa. Mtumishi ndo wapi? Naenda Mabulani. Naomba nikupe lift. Kwa sababu kuna viwango umefika. Naye Mungu anakufanyia favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo tumejifunza injili ya kweli tulioachwa na baba yetu Yesu Kristo. Hizi ndio injili mpaka mitume na manabii wamezihubiri, ndio hizi. Sio neno tu. Watu watakuwa wawe huru. Watu watakuwa wafunguliwe. Watu watakuwa waone macho kwa macho kwamba kweli hakika yuko Mungu anaoishi. Amina. Unajua watu wamezoea kuhubiriwa zile injili mpaka wanazeeka mpaka na vibuyongo wanapata tu. Wanasema acha tu nimalizie uzi wangu huko tu. Huko Katoliki nimemuonaga, kule ile kanisa la Wameru nimemuonaga, Mungu yuko tu jamani. Amina milele, tumsifu Maria. Sasa wewe, Maria ni nani? Kazi ya yule mama ilikuwa tu ujio wa Yesu. Wala hata kama mlikuwa hujui, akuzaa kabisa na Yusufu. Yusufu alikuwa na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiyo habari ya yule kuzaa na Yusufu hakuwepo. Haiko mpendo. Hata utafute vitabu vyote vya kwenye Biblia huwezi kuta historia. Yusufu alikuwa ana mke mwingine alizaa naye. Sasa hapo ndo Biblia imeficha. Hatujui alikufa, hatujui alitengana, hatujui, mimi sijui hiyo. Lakini Yusufu alikuwa ni mtu mzima sana kuliko Mariamu. Kwa alipokuja kuunganishwa na huyu ilikuwa kwa niaba ya utukufu. Kwa sababu yule Yusufu ametoka kwenye uzao wa kina Yuda. Bwana Yesu sana. Na baba yetu Yesu akanoa ukoo ule, aliona ndio umependezwa na mbingu. Kwa ule ukoo ulikuwa na connection, ndio akina Yakobo walipotokea. Ndio akina Meso walipotokea. Ndio akina Ibrahim walipotokea. Ndio akina Boazi walipotokea. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Kwa kuna vitu lazima tuviweke sawa. Ziko dini nyingi duniani, lakini Yesu hakuja kwa ajili ya dini mpendo. Alikuja kutafuta kilichopotea. Kwa kuna tofauti ya dini na kilichopotea. Maana asili ya kila mwanadamu, asili yake ni mbinguni. Ndio maana Biblia inasema tumeumbwa kwa sura ya Mungu na mfano wake. Lakini hakusema tumeumbwa kwa sura ya Mariamu na kwa mfano wa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ujue Yesu kwamba alikuwa anajitambua. Wakati anahubiri neno, wakina Yusufu na Mariamu wakaenda pale kwenye ile hekalu, "We, tuicheni yule mtoto." Yesu akawajibu, "Baba yangu na mama yangu ni wale wanaolisikiliza neno la Mungu." Sasa hapo alithibitisha mwenye akili atumie akili yake sawa sawa kwamba huyu si tumemzaa. Kwa nini tukane? Sasa ametoka huku. Yusufu anajenga, lakini kweli hii sio issue yangu. Maria, twende tu mama. Tukaanze maisha yetu hivyo, tukae tu hivyo hivyo. Sister kipadi pride. Maisha ya Bwana yanaendelea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wameelewa nilichokuwa nafundisha? Hizi ndio injili za kweli. Sio injili za mapoozo. Injili ya kweli unahubiriwa neno, unasikia kwanza limeingia. Alafu unakuja unashushua na kauponyaji kwako, unaondoka zako unasema hata maledi leo nitacheza. Jamani. Leo hata ni wanasemaga nini ile mchezo wa kuruka kamba? Nitacheza kwa sababu Bwana Yesu amepita, amenigusa. Si ndio? Unajua mimi napenda Yesu apite aguse mwenyewe. Maana kuna watu wanasemaga kama mtumishi asingenigusa ile mikono lake hilo limezoea kuendesha mavitu makubwa mikono ni migumu. Kwa akinigusa, amenigusa, amenyangusha ile mkono lake ile, maana nilizito. Sasa Yesu asaidiwaje kazi? Yesu anagusa mwenyewe. Amina. Hata nikiwa niko kule na Baba shuka mwenyewe, gusa watu wako. Amina. Yeye mwenyewe anapita tu. Inawezekana ukamwona malaika wako Yesu anamtumia kuja kukuponya. Wewe unashangaa tu ndio hiyo imekuwa. Wewe unashangaa tu ndio yeye imefanikiwa. Wewe unashangaa ndio hiyo tayari umepona.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ni wakati mwingine tena. Wangapi wamenyelewa tulikuwa tunajifunza? Sasa tutachukua hatua ya kuhubiria watu injili ya kweli. Tusichoke. Biblia nasema wamama ni jeshi kubwa. Mimi nawashangaa nyie. Jamani, wamama ni jeshi kubwa. Kama Mungu amelitambua, mimi ni nani silitambue? Wamama si mnaitanaga kwenye vikoba. Mbona mnaitanaga mnarundikana wengi? Hebu tumeni ufumu na sisi tuna kikoba cha Yesu. Sisi hatutulipishi hela. Tunakuletea injili na uponyaji. Injili na uponyaji. Ndio maana tunaitwa kisima cha uzima na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaambia shoga yangu naumwa miaka mingapi? Umeteseka kipindi gani? Una shida gani mpendwa? Yuko Yesu pale. Twende tu mama. Vuka tu maji tu. Ukifika pale hautakuwa kama ulivyoenda. Utakutana na nguvu ya Mungu sio ya kawaida. Amina. Haleluya. Wanapewa tu maelekezo. Yesu anagusa mwenyewe. Unajua kuna watu wanatamani lakini sasa wanaogopa, wanasema sasa akija kwa Magilo wanakuta wakati mwingine Magilo anakuwa mwinjilisti kwa kweli, sasa hapa nitaingiaje hapa? Hapana. Anarudi hapo. Jirani alikuwa anataka moto, hata sio moto alikuwa anataka. Alikuwa na shida. Anaenda kwa Magilo, utakuta Magilo anapambana huko, anavunja yale mavitu anaosumbuana nayo hapo eneo la kwake. Sasa hapa nitaingiaje hapa? Nikimwambia shida yangu sasa sitaharibika. Anaenda kwa Matua, naye Matua anakuta ni mwinjilisti, anakuambia ni hapa sinavyochukia dhambi, yani twende moja kwa moja tukapambane nalo. Anasema sasa nitakimbilia wapi? Lakini ukimleta kama mtoto mdogo lazima akuelewe. Amina. Mimi nimwambia, nimewashuhudia, mimi mwenyewe nilikuwa ni mkorofi, lakini nilifika mahali na ukorofi wangu nilipiga magoti Bwana, nikatubishwa. Nikaachana mambo ya dini. Nikasema hivi, miaka yote nilikuwaga wapi? Namkuta pale nabii sasa, Mungu ambariki, ni marehemu. Yule nabii mimi alinibariki sana. Nimefika tu pale na uhusiano wangu na upagani wangu, kasema nabii amekuja huyo. Na mimi naangalia nyuma, huyo nabii huyo. Mimi namuona yeye ananiambia nini? Nageuka, huyo nabii mbona simuoni? Akasema Ben Bless, wewe ni nabii. Mimi au kuna mwingine huko nyuma anaitwa hiyo jina? Maana kwanza alinisurprise, jina langu amelijulia wapi? Unajua bwana Mungu ni fundi. Amina. Yaani Mungu akikupenda unapofika pale kwanza lazima akupe surprise. Hiyo ni kawaida ya Mungu. Nikakutana na udini wangu nikapewa surprise kwamba wewe ni nabii. Jina lako ni Ben Bless. Umekuja unasungula kitu fulani. Nikamfuata rafiki yangu ile mwenye neema, nikamwambia wewe sio kugusia mambo yangu yote wewe mwambie nabii. Yeye ni binadamu, ameyajulia wapi shida zangu za ndani, mtu wangu wa karibu. Unaona watu wanavogombanaga na watu mtu wangu wa karibu ni wewe. Kwa hiyo wewe umemwambia nabii sasa anichole hapo madhabahuni kwake, watakako sikanyagi tena. Kumbe ni Mungu tu, si ndio